Bwana Yesu atukuzwe, watu wa Mungu. Ningependa leo kuzungumza na nyinyi kanuni za kumiliki mali za kimungu. Kanuni za kumiliki mali za kimungu. Kuna kanuni aina kama 3 au 4 ambayo nitakupatia mtu wa Mungu. Na tutasoma kitabu cha Luka 4:5-7. Ukisoma Luka, ukisoma tu Luka 4:5-7 inasema, akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yangu, maana na fahari yake yote, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako na umwabudu yeye peke yake. Hapo tunaambiwa Yesu alipotoka katika mfungo, alichukuliwa shetani, akajaribiwa, akapelekwa juu ya mnara. Shetani akamwonyesha milki zote za ulimwengu, mazuri, magari, nini, hizi nyumba za orofa, milki zote alimwonyesha. Ina maana utajiri mwingi pia ulikuwa katika mikono ya shetani, sababu shetani anajua siri za utajiri. Na katika kanuni za kupata hizi mali, tutapata kwa njia gani? Mali za kishetani au mali za kimungu zinapatikana kwa njia gani? Mfano, unapotaka kutajirika kupitia uchawi, lazima kuna kanuni na desturi utafuata. Vivyo hivyo ndivyo kanuni za kufuata mali za Mungu zipo. Kanuni za kufuata mali za Mungu ni kwamba kuna kiungu lazima utakuwa na kiabudu. Je, unaabudu nani? Unamwabudu shetani au unamwabudu Mungu? So unapoamua kati ya hao watu wawili, kiungu gani unaabudu, ndiyo kanuni ya kwanza. Andika tu, kanuni ya kwanza ni lazima uwe na kitu cha kuabudu. Kuna watu wameamua kuabudu wanasa, kuna watu wameamua kuabudu tamaa ya mwili. Akiona gari wenyewe anauliza tu, hii nani anamiliki? So unakuta mpaka ataenda kulalia lile gari kusudi tu aonekane lile tamaa yake linapita. Kuna watu wameamua kuamini nyumba kubwa kubwa. Anapoona jengo kubwa anasikiza, anaisikilia, ana feel ile lust iko ndani yake. So lazima uangalie unaabudu nini. Kama unayaabudu Mungu, je, utapata mali za Mungu kwa njia gani? First jitambue, unaabudu Mungu mgani au Yesu mgani? Kanuni ya pili, lazima umpe kile kitu unachokiabudu utukufu. Lazima upeane utukufu. Lazima upeane utukufu kwa yule Mungu unayemwabudu au kile kiungu unachokiabudu. Kama ni Mungu unamwabudu, lazima umpe utukufu. Kama ni shetani, lazima utapea shetani utukufu. Ndio maana unaona watu wanaenda katika masinagogi ya kishetani, wanaamua kuabudu. Hivi kama Illuminati, unaamua kuingiana na agano, kuipea utukufu, kusema kuanzia mimi leo nitatoa mama yangu kafara, ndio nikubali mali zako, ndio utakuwa na kimya katika jeneza kwa wakati fulani, ukilazwa kwa mapepo, ndio utalala kaburini uchi, ndio. Vile vile umeipea utukufu, ndivyo nafsi pia unaipeleka kwa Mungu, unapea Mungu utukufu wake. Hiyo ni kanuni ya pili, ya kwamba lazima uupe uungu wako utukufu. Kama vile Ayubu alipoamua kupeana Mungu tukufu.
Shetani alienda mbinguni akaka kikao na Mungu. Kaambia Mungu, unasema mtumishi wako anakupenda, anakuabudu, anakutii, lakini si nimemkuta na randaranda. Lakini Mungu akaambia Shetani, nataka nenda ukamjaribu tuone. Shetani akashuka akampiga Ayubu kweli na magonjwa, na Mungu akamnyang'anya zile mali, akaziweka kusubiri kuona Ayubu atamshujudia Shetani ama atamshujudia Mungu. Ayubu alisimama na kushujudia Mungu wake. Ndio maana baadaye alirejeshewa zile mali zake zaidi ya mara 2. Hiyo ni namna ya kupea Mungu wako utukufu. Kile unachokiabudu, demo unaipea utukufu, ndo anakupa zile nguvu na mamlaka ya kumiliki, sababu umeingiana agano naye, umekubaliana naye. Aina ya 3, kanuni ya 3 ni ibada unayopea Mungu wako au ile kiungu unachokiabudu ndicho kitasababisha akupe nguvu zaidi. Unaona, watu wa Illuminati wanapozidi kufanya ibada zao ndipo wanazidi kupata nguvu. Hao watu hata wakifungua maduka zao, ikifika masaa za kusali au kuomba, kama ni saa 7 watafunga. Hata uende na milioni 100 umwekee hapo mlangoni, atakwambia ni wakati ibada, sababu wameamua kufanya ibada. Ni wakati ibada, waliingiana agano na Mungu wao. Mtu wa Mungu, unapoamua kuingiana agano na Mungu, kuna nguvu fulani zinakuingia. Hao watu wanaotumia madhabahu ya kishetani, unapoenda kwa mfano na 1,200 na ukapunguza hizo pesa ili uone, umjaribu, umpatie 199, kabla hajazihesabu atakwambia limepungua laki. Kuna pesa zimepungua. Alijuaje? Ni kwa sababu ibada ile alivyokuwa karibu naye na ule Mungu wake ndio inampa nguvu na ufahamu mwingi. So unaona tofauti? Ndio vile vile wewe unapokuwa karibu na Mungu, mambo yako yanafanyika mengi mazuri, na pia wewe ni rahisi kugundua mabaya yanakuja mbele au mazuri, ama fulani amekutegea mitego. Na kanuni ya mwisho ni jinsi unashujudu. Je, unashujudu kwa njia gani? Kuna watu wanashujudu kwa njia ya sadaka zaidi, wanatoa kafara zaidi kwa kushujudu tu. So namna yako ya kushujudu pia lazima iwe namna ya kuvuta zile mali. Ukiingiana na agano zile wakati unashujudu na kuabudu yule Mungu wako, ndivyo unazidi kupata nguvu, ndivyo unazidi kunawiri. So wewe kuleta hizi mali katika mwili wako, lazima uwe na kanuni. Lazima ufate kanuni za kumiliki. Lazima umshujudie Mungu wako. Lazima umwabudu sana. Lazima umpe utukufu. Ndio haya yote yatatimia katika maisha yako. Mtu wa Mungu, chukua tu nafasi ya kujipeleleza na kufuata kanuni ya jinsi unamwabudu Mungu wako, ili upate hizi mali za dunia, za ulimwengu wa kiroho, zije katika hali ya halisi na utabarikiwa. Fuata tu hizo kanuni ambazo